Naitwa Mwalimu Wilbrod Prosper, mkurugenzi wa Fault Family Services, shirika ambalo linajishughulisha na masuala ya vipaji vya watoto na vijana, wazazi, malezi pamoja na kutrain walimu. Leo tuko hapa Babati tukiwa na vijana wa umri wa kati tangu darasa la 5 mpaka form 3. Haya masomo tumeanza jana na tumejifunza mambo mbalimbali katika sanaa ya maisha au life skills, ambapo haya ni muhimu, masomo ambayo hawayapati madarasani, kujifunza afya ya maisha yao kwa maana ya afya ya mwili, kuwa na lishe bora, magonjwa ya zinaa kama ukimwi, kaswende na magonjwa mengine. Lakini tumegusia pia namna ya kufanya maamuzi katika maisha yao. Wakienda kusoma huko hesabu, Kiingereza na masomo mengine, hawapati fursa ya kujifunza anapokuwa kwenye mazingira ambayo yana changamoto za kufanya maamuzi aidha ya haraka au ya muda mrefu, afanyeje na ajipange vipi. Kwa hiyo ni mafunzo muhimu sana kwa kizazi chetu hiki ambacho ni kizazi ambacho kina changamoto nyingi sana, na kuna watu wengi ambao naweza nikasema hawana maadili. Kwa hiyo wanalenga vijana na watoto kuwafanyia uharibifu. Kwa wakipata mafunzo kama haya, na ukiangalia pia kizazi chao kwa maana ya wazazi wao, wengine hawakupata elimu kama walionayo wao. Kwa wao wakipata msaada kama huo, kupata masomo kama haya, yanawasaidia katika maisha yao. Umuhimu wa kujitambua kwa vijana upo na ni mkubwa, kwa sababu tunazidi kuishi kwa kujitegemea zaidi. Yaani wewe sio mtegemezi. Zamani wazazi ndio walikuwa wanafanya maamuzi mengi, wanayafanya kwa niaba ya watoto wao. Lakini angalia kwa sasa hivi, akitaka kupata mchumba anatafuta mwenyewe. Kwanza hata anakosomea, anasomea mbali na nyumbani. Anaweza kaenda chuo mbali kabisa na wazazi wake. Kwa hiyo kuweza kuwa na uwezo wa kujitambua mwenyewe na akafanya maamuzi sahihi ni bora kuliko akawa hajitambui kwanza, alafu ana umri mkubwa, alafu uwezo wa kutatua matatizo yake yanayomzunguka kwa njia ya kujitambua kwanza hana. Kwa hiyo ni bora umpe huo uwezo wa kujitegemea katika maamuzi yake, na hata kutowategemea zaidi wale wazazi wake ambao kwa kweli walichoweza kumpa ni ile elimu tu peke yake, na hawezi kuwa naye kila mahali anakokuwa yeye. Katika dunia ya sasa ambayo teknolojia imechukua nafasi kubwa, kwanza kuna faida lakini pia kuna na hizo hasara. Ni muhimu tu kutambua kwamba katika hii mabadiliko ya teknolojia ya kidunia ni kwamba inatakiwa tu tujue namna ya kuishi na hiyo teknolojia. Kwa mfano, matumizi ya TV kwenye nyumba zetu au runinga. Mwanzoni hatukujua muhimu wake. Tulikuwa tunaangalia tu kwamba mtoto ataangalia picha, ataangalia katuni, lakini tayari hizo katuni na hizo picha wanazoziangalia zingine hazifai. Kwa hiyo inatakiwa tujue tu namna ya kutumia hiyo teknolojia ambayo tuko nayo. Kwenye swala la mawasiliano, mitandao ya kijamii, unaweza ukaitumia kwenye biashara, unaweza ukaitumia kutangaza biashara yako. Kwa hiyo faida zipo, tunataka tuzitafute hizo faida na tuone namna ya kuzitumia kwa vijana wetu. Lakini hatuwezi kuwatenga na hiyo teknolojia ambayo sasa inakuja kwa kasi kubwa kwao. Ninachoweza kuzungumzia kuhusu elimu wanayoipata vijana wetu sasa hivi kwenye shule za msingi pamoja na sekondari ni kwamba kuna mabadiliko makubwa yamefanyika katika mtaala wetu wa elimu, kwamba mambo ambayo yalikuwa yanafundishwa kwa nadharia tu, sasa hivi wanaanza kuingiza yafundishwe kwa vitendo. Kwa hiyo ninayo matumaini makubwa kwamba kizazi hiki ambacho tunacho na kinachokuja watakuwa kwenye nafasi bora zaidi kujifunza. Lakini pia elimu sasa hivi inapatikana karibu kila mahali. Kwa mbali tu na kufuata huo mtaala tulionao, bado wanazo nafasi za kuangalia sehemu zingine za kujiongezea maarifa na kufanya vizuri zaidi. Kwa majina naitwa Elizabeth Fanueli Msangi, natokea Compassion TZ namba 308. Katika somo la kujitambua tumejifunza kuwa katika kufanya maamuzi katika faida na hasara, tunatakiwa tujitambue si wenyewe katika muda wetu, kwa kuna jambo baya na zuri. Tukikumbana na tatizo lazima tuwe tunajitambua kwa
tuna kitu ndani yetu tulichokuwa tumeshajifunza. Kwa hiyo tutaweza kuepukana na haya matatizo. Nashukuru sana kwa kuwa ameliandaa semina hii, kwa tumejifunza mengi, tulikuwa hatujui mengi na tumepata mengi. Tunashukuru sana, wazidi kutufundisha. Majina naitwa Rosemary Paulo, nimetokea TZ 210 KKKT. Sisi kama vijana ambao tunaendelea kukua, imetujenga kwa kiasi kubwa, maana tumejifunza kuepukana na magonjwa mbalimbali ambayo kwa sasa hivi ni hatari. Badiliko ya sayansi na teknolojia kwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuna athari nyingi. Inachangia sana, yani tuseme inashinikiza sana haya na ngono katika vijana sasa hivi, na tuseme kwa asilimia kubwa vijana wanaokuwa wanapenda kutumia smartphone. Kwa hiyo wakienda kule wanaweza kukutana na vishawishi ambavyo vinachangia ngono. Kwa jina naitwa Wilson Daniel. Masomo haya yanatuhamasisha tusiwe tunatembea na watu wakubwa, au tunashauriwa kusoma masomo haya kwa sababu tutajifunza vitu vingi. Kama unaona, kama leo kama siku hii tumekaa siku 3 tumejifunza masomo mengi. Mfano tusiende kutembea na watu wazima. Unapata magonjwa mbalimbali kama vile ukimwi, kaswende, kisonono. Pia na magonjwa yake na madhara yake pia tumeshayaona. Kwa majina naitwa Mary. Umuhimu wa somo la kujitambua ni kwamba pale ninapojitambua nitakuwa najitahidi hata kwenye masomo yangu.